Mwisho wa laana, sehemu ya 3. Ilipofika tarehe waliokubaliana, usiku ulitanda na mvua ndogo ikaanza kunyesha, ikitoa sauti ya upole iliyoficha giza la maafa lililokuwa linakaribia. Kevin hakulala usiku huo. Aliketi kitandani akisikiliza mshindo wa mvua ukigonga bati za nyumba yao kubwa. Ndani ya mfuko mdogo aliopewa na Shadrack kulikuwa na glavu nyeusi, kisu kikali kilichosuguliwa na kufungwa kwa kitambaa cheusi, na dawa ya kupulizia ambayo ingeweza kumlewesha mtu kwa muda mfupi. Saa 8 usiku, akiwa amevalia mavazi meusi, Kevin alitembea kwa hatua za taratibu hadi chumbani kwa wazazi wake. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa nguvu, lakini tamaa ya mali ilizidi sauti ya dhamira iliyokuwa ikilia ndani yake. Alisimama mbele ya mlango wa chumba, akavuta pumzi ndefu na taratibu akausukuma mlango. Ndani ya chumba, Bwana Ruge na Mama Malika walikuwa wamelala kwa amani. Hawakujua kabisa kwamba usiku huo ndoto zao zingekatizwa na mwana wao mpendwa. Kevin alitoa dawa ya kupulizia na akaipuliza kwa tahadhari ndani ya chumba. Baba yake alianza kukohoa kwa nguvu, lakini baada ya muda mfupi akapoteza fahamu. Mama yake alishtuka kidogo, lakini kabla hajapiga kelele, Kevin alimshika kwa nguvu na kumfunga kinywa kwa kitambaa. Mama, pole, najua hili litakuwa haraka tu, alizungumza kwa sauti ndogo, lakini ndani yake akitetemeka. Bila huruma alitoa kisu kile na kumchoma baba yake mara 3 kifuani. Mzee Ruge alifumbua macho kwa sekunde moja tu, akimtazama mwanawe kwa mshangao na huzuni isiyoelezeka. Macho yale yalilia, kwa nini? Lakini sauti haikutoka. Akapoteza maisha. Mama yake alilia kwa machozi yasiyokuwa na sauti, macho yakiwa yamejaa hofu na uchungu. Kevin alimgeukia kwa uso wenye baridi ya mawe. Alimchoma mara 2 tumboni, na kabla hajaondoa kisu, Mama Malika alitoa sauti ya maumivu na kwa shida akasema, Kevin, mwanangu, kwa nini? Baraka zako zimeishia hapa. Maneno hayo yalikuwa kama mshale moyoni mwake. Itaendelea sehemu ya 4.